Oh, ini the bottle. Super big. What a bottle. Super big. Guys. Very area. Masih main Amerika. Alright. Nimeshiba. Nikuulize swali. Ni job gani hata wewe ulitafuta ukajua kweli unatafuta kazi? Ani job gani? Kwani there was a specific job after mtu anaweza shule mtafutaga? Nasema unaona ukianza kutafuta kazi uko sasa kwa street unaweza kupata kazi job hunt. Job hunt unajua sasa kutoka shule ya kwanza na siku kwanza unatafuta kazi kulingana na kile ulisoma shule. Ni kweli? Lakini sasa tunatamia kwanza unapata haiendi hivyo. Sasa ukianza ukipata opportunity kama bora iko tomorrow and everything. Unajipata huko ndani. Ni kweli? Sasa ndio nakuuliza. Kwa hivyo application zote zenye ushairusha kutafuta kazi, ni gani hata wewe uliona hizo zote lakini kulingana na mahali tumefika jaribu tu. Hata tumejaribu. Guys. Anyway. We, wacha nikwambie kitu moja. Wacha hata wewe hata ikikuwa ati application ati written, hiyo kazi nilikuwa nimejua aje. Unajua ilikuwa ni kazi ya kufanya kukua nini? Caretaker. Angalia plot. Hata kiateka wako kipe. Ni mwaka gani? That was a while back. Ilikuwa I think ilikuwa ile mwaka ya after corona. Roughly that period. I think ilikuwa hiyo period. Guys, mbona ukaniambia? Imagine hata sikumbuki ilifikaje, nilijua aje kuna hiyo job. Aki uli handwrite ama ni kupeleka kudrop application kama ni kutuma? Hiyo job I think I saw it somewhere online. And I think niliandika na nikaenda. Nilienda interview. Hata wako ni interview, nikaenda na nikapatana na jamaa fulani hapo mwenye I was supposed to talk to, but it was so dismissive. Mtaa gani? Uko ni wapi? Actually ilikuwa Nakuru. Unataka kiateka? Kai kulikuwa kubad. Ilikuwa mbaya. Ilikuwa mbaya. Alafu sasa nilikuwa naona akili yangu ilikuwa inaniambia aje ati nina nitafuta hiyo job ya kukua kiateka. Hata kucheka. Nikipata hiyo job ya kukua kiateka ati nitakuwa na nyumba ya free. Nitakuwa na nyumba ya free. Alafu sasa ati nitakuwa naamka mapema nafanya kazi za ploti. Kama kuorganize ama ni kufagia ama ni nini nafaa kufanya kwa ploti. Angalia maji. Nikimaliza sasa media tunaweza pata side hustle kama naweza pata kazi nyingine. Kama already uko kiateka. Kama already niko kiateka. Kama already kwa nyumba ya free. So rent ilikuwa inakusumbua sana. Wewe unajua in most cases by the way kama unatafuta kazi ama uko unemployed. Yani tuseme tu you're not financially stable, rent inapiaga mtu stress. It's actually the because sasa unajua unakuwa homeless.
if you don't pay your rent. Na kama uko homeless, yani hauwezi kaa. Exactly. You need a place to stay first. Kama unataka kazi na hiyo from there na nyumba na hiyo. Sasa utaanza, I think it's the least of the basic needs. It's the least. So nilikuwa na feel once I have a stable place, yani ya kukaa ati sitakuwa na stress ya rent na bills nini, from there naweza maneuver maybe na nitafute something else on the side. Itakupatia peace of mind. Unajua kenye ina happen niko na si pressure ya home ama ya nyumba ama ya bills ya rent. Alafu unajua kuna kiateka wengine unapatanga anapewa nyumba ya free and then kuna kitu kingine anarushiwa on top of nyumba kulingana na actually hata sijui nilikuwa mtu wa Mutura amekuja lakini Mutura mtu wa sasa nilikuwa nasema nini? Nilikuwa nasema aje hata sikuwa chini pressure ya the amount of money I get on the side other than having a free house. First of all, nilikuwa nataka hiyo free house. Yani unatafuta kazi hadi wewe unataka hii kazi gani natafuta? Hata nikwambie I don't have a problem with watu wenye wanafanya kazi ya kukua house caretakers na whatever kind of a job that unafanya ni sawa. Sasa hii ni personal. Hii ni personal. Ni ati kuna design unaweza tafuta job hadi uanze kujidharau. Wala uanze kufeel ndio tumefika na kwani mbona akili yangu inaniambia hivi sasa? Mbona I think it's out of desperate situation. Desperate situation. Unaona actually of this unemployment is very high in Kenya. Yani hata sio great. It's been for some time now. So hata watu wakifikiria kazi zenye mtu anafanya, I don't judge anyone. Mimi si judge mtu yeyote na si advise mtu yeyote. Wherever the spirit leads you. Wherever you feel like you want to start, ndio uendelee. Wewe enda wherever. Juu kama hata mimi yote nilikuwa natafuta hiyo job ya kuwa caretaker, who tells me what? So wewe ningeipata ama singeipata, like ingeendelea. Na imekuja tu, yani ulikuwa unatafuta tu njia tu ya kujisafiri, ndio that unashike tu ati ulikuwa unataka kushika kwa caretaker. That moment kupatia stability uweze kufikiria. Alafu sasa unajua ni ile you really want to be independent. Financial. Sasa kuenda home. Sasa kuenda home. Sasa kuenda home unless sasa upate job yenye ati ni job imekutoa home. Kazi yenye iko na akili. Kutoka home ya mama. Haitakuwa rahisi. So wewe bora ukienda home. Kutoka home unaenda kutafuta kazi, hiyo inakuwa ni siri nyingine. Unless ni kwa kila mtu. Hadi kuna lingana ni familia. Ni ya familia hiyo. Hadi kuna watu wanapanga kwa nyumbani anasema nimeenda kutafuta kazi na akatoka. Sasa sisi wenye tumeelewa, unatoka home, unapata job. Sasa kuna mtu anakuwa sponsored, unaenda unalipiwa hadi rent ya maybe miezi kama 4 ama miezi 5 as you look for a job or a source of income. I think inalingana na familia, ni tofauti. Siko tu kusema ati leo urudi home ati juu mambo haijajipa kabla utoke tena home. Utaelezea unaenda wapi, ni kazi gani hiyo? Itakuwa hata si story na kuelezea. Itakuwa tu tricky. Na kuanga ngumu, itakuwa ngumu. Utakuwa struggle. Utatoka ya kutoroka home ati ametoroka home. Hapana, lazima isiwe kila mtu anajua umetoka home. Like kama unatoka home, umesema unatoka home. Umesema ya kurudiwe. Exactly. Sasa kesho hata mimi nikwambia. Mimi nimesikia siri yako na ukiateka yako. Ani sawa. Hata kama haukupata. Sasa mimi nimekaa hivyo nikakumbuka
juzi tu, hata sijui kwa nini haujasema. Nishai apply kukuwa chief. Wewe hata story mingi wewe mbona unasema hii hata si kabaya. Chief, kukuwa chief wako. Yaani wewe umejaribu makazi, umejaribu. Wewe mtu wa shule unajaribu kutafuta kazi. Kama unaketi chini unachukua kalamu na karatasi unaandika nataka kukuwa chief wako. Unaanza wapi? Uambe nini watu? Chief. Habari yako chief. Madam Chief. Ati wewe ndio sasa unaenda kutatua hiyo nayo mambo ya sasa ukaweza kuwa chief wewe, hiyo inaweza kuwa break record. Mimi hata sijaisikia ati wewe ndio chief, lakini si not to be apply kama walisema miaka hizi kadhaa kujafikisha miaka kuwa chief uli apply na tuko na capacity. Wacha hata na miaka, sio for example ulikuwa umefikisha hiyo miaka, uko na capacity ya kukuwa chief. Makesi wake wakuja na kesi wamekimbizana na mapanga. Hata si kukimbizana, mmoja amekatwa. Wacha hata hivyo, makesi za shamba utawezana, makesi za uchawi au sijui nilienda nikapata mezika kwangu sabuni. Hizo ndio chief. Unaanzaje? Sasa mnilikuja mimi kama unaenda kuombea mlimani kuna kesi hapa. Sasa mimi by the way to apply hiyo job I wasn't sure if I really wanted the job. What I was sure is I wanted the money. Mimi kwa nataka do. And then kuna vile sasa unajua tumeambiwa na mzae Maria amesema ametuambia kesho tunaweza jaribu. Haki Mungu atubariki sisi hata wazazi. But by the way I think tunaweza make. Hata nikwambia, let me tell you something. Kuna experience unapatanga juu ya kufanya kazi. Si ati uende usomee kukua chief ati utakuwa perfect kukua chief. Because nani alikwambia vile ulisoma kuunda kitu? Hapana. Mimi sana umelala ukiendelea kuza. But I think we would actually make very good chief by the way. Kizia kazi za chief kuja. Mtuambie tu apply. Si bora uko smart. Leadership position. Tunaona kama pesa saizi yangu. Tunaona ndio ile kidaka nataka kwa president. Masibu ni ndio kama. Tungemake by the way. Tungekuwa chini. Ni vile sasa walikataa. Hata imagine don't even think about it too much. Think about it as just a job. Just a job. Ni vile sasa environment unajua sasa uko home like watu wanakujua ni I think kuna vile tu utaingia tu kwa system watazoea and then by the end of 3 months 4 months that's how it is. Inakuwa ni kama sasa hivyo ndio iko it's the new normal. Imagine kama umekalia kiasi mimi ningekuwa na nini ningewasaidia sana. I don't even know why someone would think that I'm not good enough to achieve. Old. Like unataka mtu mzee wa kupeleka? Kwa nini wanataka mtu mzee akue chief? I don't know if it makes sense. Doesn't make sense. Unless utambie reasons zao. I make sense by the way. Wanataka mtu mzee ndio akue chief. Ati sisi ati wadogo huwezi kuwa chief. Nini sijui kudharau. Hizo mafamilia nazijua. Kudharau. Kudharau ama tu kukuja tu. Anashangaa atakwambia nini nyingine anaona tu hata. Kwani kukua chief ni kujua tu kufanyia watu wakapewa ID. Ni kweli. Ni kwa chief. By the way ni leadership by the way hakuna hata story nyingine. Wewe unaweza kupia na siasa za huko home. Tunaziba tu masikio. Au ziba masikio tabia watu kama wadadu. For what reasons? Hawezi kuelewa. Unajua ukikuwa chief wewe umeajiriwa na gava. There must be a very valid reason. Ya kutolewa. Hawezi kutoa. Lakini walikata. But watakusumbua juu wanakudharau. Unaona wewe ni mtu mdogo. Wewe unakaa mdhaifu, unaona hata nguvu hata ya mwili. But si people watu wana grow kwa hizo situations. Sitakata.
si lazima uwe na miaka mingi ndio ufanye kazi fulani. There is some of the reasons zinafanya pia watu wanakosa kazi. Juu utaki nikuwe mdogo. Unataka nianze kazi nikiwa na miaka mingi kwa nini? Ati ndio kuna watu wenye wako older than you wenye bado hawajafanikiwa, so ni kama waone wanapewa priority. Kwani unataka kupatia watu priority wenye ni wazee kuliko, ama unaangalia skills zangu na uwezo wangu wa kudidi watu? They don't. Unafaa kuangalia nini? Hawaangalia, wao wanaangalia wewe ulitoka shule. Wewe wakati ulimaliza shule, kuna mwingine mwenye alikutangulia kumaliza shule na bado pia yeye hajapata job. Ya, kila mtu na baraka yake bana. I'm telling you what I think. Na hiyo ndio nakwambia vile mimi nafikiria ni hivyo. I think it's how it is. Unajua, mimi sikuwa najua. Lakini sasa wenye ni wewe umeniambia, ameenda shule yake ndio sasa hivi. Ile wewe umeniambia mimi sikuwa najua. Kuna watu wanasemaga ati customer wa kwanza ni wa maana sana. Ni hivyo. Inasema unajua nikienda kama nimeenda kwa duka nikaenda kununua kitu kama nataka nipeleka kitu. Nasikia nakwambia hata tu nikutolee iwe ni customer wa kwanza nifungulie kazi. Sasa mimi didn't understand until venye wewe umeniambia. Nilikuwa nafikiria ni msemo tu watu wanasemaga. Inakoga hivyo. Unaona customer wa kwanza, if as much as possible usikosane na yeye. Unless anakupima wazimu. Anakupima bangi. Unajua kuna customer anakupima. Kuna customer anakuja design anataka umsave ama umuuzie, haiwezekani. Anakupima tu. Kuna ile lakini unamsenda wewe roho tu safi. But as much as possible customer wa kwanza kama amekuja na for willing kununua, ni muhimu mnaelewana, unamuuzia vizuri. Hata ukiona karibu ana complain kama mimi nauza hizo vitunguu, unamuongezea, anakutengenezea siku. Kama kuja ukose kuelewana. Sasa anakupima huyo. Unajua sasa wewe as long as uko in business muuzie. As long as uko in business. Sasa hivyo ndio watu na wakimbilie kukua customer wa kwanza, lakini kimbilieni. Yaani muongee vile mtasikizana. The best you can. Yani the thing is in between wewe na customer wako wa kwanza kwa biashara, hiyo energy ikuwe mzuri. Usikuwe na bad energy. Kuna mtu anakuja hapo anakuachia na energy zake mbaya. Mimi kwanza naona asubuhi mimi customer wa kwanza mimi wasikopeshi. I don't give credit. I do not give credit kwa customer ati someone namkopesha. I do not. Unless kama for example kuna wale customers nakuaga nao wa daily na wao sasa kama ni watu wenye wanaenda anakuja ananunua na ananunua in bulk. Anaenda kuuza place nyingine maybe kwa kibanda ama wherever else anaenda kuuzia. Sasa kuna ule mwenye anakujaga unamuuzia, mnakuaga mko na deal. Unampatia hiyo vitunguu, anaenda anauza alafu anakulipa bibi jioni. Yaani mmezoea kufanya na mmebuild your trust. Sasa huyo anaweza kuja asubuhi umpatie, but you know for example amekuja jana, alikuja nikampatia vitunguu asubuhi, jioni hakunilipa. So anakuja leo asubuhi anilipea jana ndio abebe tena ya leo. You think that is okay? Why in your mood? But mtu anakuja tu from nowhere ati juu ni customer wako anataka kuna energy zingine by the way mimi huwa entertain kwa kazi. Unajua life ni spiritual sana. Life is very spiritual. Energy asubuhi na kuaga muhimu sana. Mimi nasikianga watu wakisema nifungulie biashara. Unaona? Ni ile unataka kumsenda we kwa amani, like aende in peace, clean heart. Mwachane mkiwa nyinyi wote wawili mko content. Hivyo. Lakini pia wewe usiachwe na makasiriko. Na edinga na watu wengi wa biashara wanatoa hivyo. I don't know. Sijui but mimi according to experience yangu mimi nimeona hivyo. Yaani nimeona hiyo pattern. Nimeona hivyo. Hiyo ni ukweli, mimi nimeona hivyo.
By the way kuna mtu mwenye akikuja kwa kazi yangu asubuhi. Mtu specific. By the way kuna watu wenye mimi so far kuna watu wenye nimeona I'm not being a witch. I'm not being a witch but kuna mtu mimi siuziagi wa kwanza asubuhi by the way. Yani and I'm not being paranoid or is it paranoid ama skeptical ama ni nini? Ni kitu umelive. Ni kitu nimeona mimi niko sure. Mimi niko sure kuna customer mwenye akikuja maybe tulipigidana biashara za kwanza na nika notice huyo customer akikuja asubuhi akininunulia asubuhi. Hiyo siku inakuwa tu anakuachia energy mbaya. Kuna watu wenye akikuja hapa kununua asubuhi namzubaisha mpaka mtu mwingine akuje ile hata niuze 50 bob customer mwingine akuwe wa pili. Namzubaisha namchapisha story ya kuna za jaba na anajua mimi sijui kama anajua ama hajui, I do not know but I make sure they are not my first customers. Eri mtu mwingine akuje anunue aniachie 50 bob ndio niuzie huyu akiwa wa pili. Mtu mwingine sasa juu ya hiyo sasa unataka anunue wa pili amekuja ameanza kubagini ama amekuja hawakosagi maneno, atakuja kwambia na hii size si ile mimi natakaga na uko na size zote na inakauka kweli nini ya wapi na hii customer. Unaona hao watu wenye wako na energy mbaya I make sure nimemzubaisha until I sell to someone else and then now they become my second customer. Kama wapili atakaa sana anitajua vile sijafika hapo. Mungu hajawahi kubali nifike hapo. Sijaifika hapo. Na kuna customer by the way mwenye akikuja anunua kwa kwanza asubuhi. Siku inakuwa na energy poa. Wakikuja asubuhi. Kuna watu wako na vibe poa. Huyu akinunulia kwa wa kwanza. Mimi kuna watu najuaga by the way. Kuna watu najuaga huyu nikikutana na yeye asubuhi kuna vile energy zetu zinapendana, zinaendana vizuri. Spirits zetu hazigombani. Huyu anajuaga hii siku itakuwa unless mtu akuje tu akianza kunitafuta siku ya leo itakuwa tu sawa. Mimi najuaga hivyo. Na kuna mwingine atanidhigiza hapana. Inaanza kukua hiyo biashara inakuwa ngumu. It is true. Okay, nimefanya hizo biashara za hiyo ya product pia tunafanya. But ni kama sikuwa inu. Na labda walikuwa na mimi sikuwa inu. Kuna watu wanakuaga na spirits zenye si clean. Na shida yake ni gani? Anakuanga hivyo like generally ama ni nini? Si ni energy tu. Ni ma energies tu. Ni energy tu iko hivyo. Ni energy yake. Mimi sijui kama akienda kwa mtu mwingine inakuwa sawa. But kwa mwingine. But naona tunasumbuana tu. Yaani kuna vile tutasumbuana. Na mimi customer kuja. The first customers I make sure mambo imekuwa vizuri. I treat them well. Yani tuko na mahasira. Yani jaribu tupatane. Kila mtu akienda kivyake mambo iko sawa for both of us. Now from there hata ni deal na hizo mashetani zingine kama kuna mashetani zingine zitakuja kulipima. Hakukosagi ni biashara na biashara inakuwa na all kinds of people, all characters. Utakuja kwa biashara yako ushangae. Wako wote. Kuna mtu atakuja akusumbue. Kuna mtu anaweza anakuja hapa au kama kuna mtu kuna customer mwingine oi. Tunashukuru sana customers wakikuja kutupromote. Lakini acha nikwambie kuna customer wanakujaga mpaka unaanza kusecond guess biashara unafanya ama na ni mtu amefanya sasa uanze ama ni signs za kuondokea ama ni nini kunafaa kuenda aje. Customer anakuonyesha kazi ngumu by the way. Anakuonyesha kazi ngumu. Unaona mimi ngumu kwako ni niambie niweke ka size hata kabishana hivi. Mimi nikikuja hapa naona hizi vitunguu zangu zikifika na zinakuwa ziko mingi. Hundreds thousands of kilos. Mimi naziekanga chini, nazimwaga neti moja kwa moja, nazichambua moja like every piece goes through my hand unless niko na mtu mwingine mwenye ananisaidia. Nazichambua nikizipanga na size nikizipanga so that mtu akuza niambie nataka size kama hii kilo kama 50 ziko ready, nikopima tu nampimia anaenda. Kuna mtu mwenye ako na haraka hana time ya umchagulie. That is what I do. Nikitoa yenye naona ni kama iko na kasoro na viondoa. Kwa customer akienda ameenda na kisafi. Na bado utapata kuna mtu mwenye atakuja aniambie hebu tumwage hii
tuanze tuchague tena. Mimi naona ni kama kuna zingine huko aki unachukua neti moja iko na kilo 40 za kitunguu unazimwaga chini tena. Sasa unajua sasa uko job kwa biashara, unataka aende kama ametosheka, plus unataka arudi. Ndio ni customer wa kwanza na si wa kwanza, ni customer tu, just somewhere between nini. Nasema ni first time customer ama ni it could be a first time customer ama ni a repeat. Unazimwaga chini, unaanza kumchagulia, unachagua ni kilo 40 umechagua, zimeisha, anakwambia na tu hebu tuangalie ile nyingine, unachagua alafu anachukua kilo 5. Okay, ni sawa. Mimi sijakata amenipromote, but was it necessary though? Alafu ujue si ati I'm not being lazy, but si ati atakusaidia tena kuziokota mkazirudishe tena. Kwa nini? Unajua ulikuwa umezichambua na zilikuwa sawa. Ndio huyo, na kabisa ameona zilikuwa sawa, they just won't believe. Na si first time customer, ni mtu anajua unamziaga vitu poa, hata tu kusumbua. Kuna watu wanakuja hapo wananipima tu. Hadi kuna watu wanapanga tu. Unajua watu wengi wenye wanakuja kwa njia hawa understand mwenye biashara ame go through nini. They don't. Kuanikia hiyo mali kwa sababu ni kama venye unapata mtu anauza manguo, unapata customer anakuja, anavaa hii, anavaa hii, anavaa hii. Anavaa nguo 20 na labda amesweat. Unaziacha zikinuka sweat. By the way si poa. Atabeba. Lakini hata nikwambie biashara inataka ukue na roho. Huwezi kuwa msofti hivyo. Ukiwa msofti hivyo hautatoboa ama mtakosana na customer sana. Itakuwa hali itakuwa sasa wewe uajiri mtu uondokee tu. Juu hautaweza kudeal na watu kama hao. Wewe jua tu ni biashara, na those are some of the challenges zenye ziko kwa biashara. Kulingana na biashara yako ni biashara ya aina gani, hautakosa challenges. Sasa wewe ni ujuage tu, ukiingia kwa biashara wewe embrace whatever comes, embrace tu, unajua kudeal nayo hivyo. Unajua mtu aina hii huwa anadeal na yeye hivi, huwa anamfanyia hivi. Na pia ujuage kuna mtu mwenye atakuja sasa umkazie macho. Juu kuna mtu atakusumbua hivyo vyote na bado hatanunua. They won't buy. Kuna mtu atakuja umwambie tu wewe chagua kenye unataka, nitakupimia. Anichagulie yeye. Na utaona kuna mwenye ataenda because they just wanted to give you headache. Na kuna wenye tu biashara ni smooth. Someone hata kusumbua. They won't give you a hard time. Mimi sijui kama ni personality ama wengine ni tabia mbaya. Na zingine ni za kujiekelea. Mimi sidhani kuna mtu alizaliwa hivyo by the way. Kuna watu tu wanakuanga na joy akisumbua watu wengine. Wanafurahia. Hao ni Masai kama ni sociopath. Kuna mtu tu raha yake kuona tu unasumbuka. Hiyo ni mtu mwenye ako na traumas na mtu mwenye adahili. Mimi na feel hivyo. Unapita kubidia watu. Mimi na feel hivyo. But biashara by the way, biashara haitaki ati ukwe unayumba. Haitaki ati unashtuliwa tu na mtu mwenye atijua amekuja hapo akakumbogea wazimu zake unaanza kushtuka. Hapana. Haitaki, inataka unakaa ngumu. Ndio kisha bado tena uweze kurauka tena kesho na energy urudi. Kwa hiyo kazi bado. Tena upigana sasa tena na za hiyo siku. Pesa ingie kwa mfuko. Kila siku na mashetani zake. Kila siku na nini zake na details zake. But ni sawa. Ujue tu venye utakuwa na biashara yako ukiwa na amani. Kwa sababu hakuna utapata watu wenye zote. Ndio. By the way, honestly siko najua. Hivyo ndio iko. Siko najua how deep it is. Like to make sure mtu wa kwanza kufika kwa biashara yako anafaa kukuatia energy. Unaangalia energy yako. It is that deep. But unajua there are times zenye hata before ukuje kufungue kazi unakuaga na clue ya venye hiyo siku inaweza kuwa. Kulingana na energy yenye uko nayo. Wewe mwenyewe. Na ndio maana ni muhimu sana kumeditate. Meditation ni muhimu sana, ndio make sure before ufungue kazi uko na energy, uko positive. You are present. Ni muhimu. Kuna siku zingine kama uko na hasira ama unasikia tu umechoka, yani in most cases siku kama hizo kazi iendagi poa. Na kuna siku zenye unafiligi tu you are overjoyed, you are so positive, yani una attract tu. Yani unakubali hiyo siku. Una attract hivyo, una feel una flow na hiyo siku nini. I think hivyo ndio watu customers wako wenye wanakuja
the same way hivyo ndo mna exchange hizo energy. Ni hivyo, I think ni hivyo bado. So unafikia wewe mwenyewe unaweza kuja hadi unafikia hapo. Well, mimi sijawahi, but I think it's possible. Yaani kama anaweza kuja akapata umenuna. Si ndio maana unaona, si unajua kuna shops zingine unaendanga unapata huyo mtu anakuwa amekasirika. Kila saa anakuwa amekasirika. Kuna watu wanakuwa hivyo. Na mimi sidhani ni poa, by the way. Ukidili na watu si kitu mzuri. Mimi hata kuna wakati nafiligi venye na feel saa hii maybe niko sad ama ni kuna kitu imenikasirisha. Niko mahali. I feel like I need to take some time, even if it's 10 minutes ama 20 minutes, nikuwe present. Ndio nitoe hizo energy zote mbaya, nikuwe present na nibadilishe hiyo mood. Nikuwe na mood nyingine tofauti. Mood ya kuweza kuongea na watu vizuri na unajua nikija kuria like kuna siku unaweza amka utoke kwa nyumba yani tu asubuhi imefika, so unatoka kwa nyumba unagonga mlango unaenda, na hata wewe mwenyewe kwa akili yako unajua hauko kali hiyo saa hiyo siku. Hata ukiongea na watu wengine unajua hata husikizi kenye wanakwambia, hata unaanga connections na watu hiyo siku. Unaona, for example kama mnaongea, umekuja hapo unaongea na customer, kuna customer wengine wanakujanga hapa, mnaongea saa zingine mnacheka, mnachapa story, unaona lakini kama akili yako imeshikana, customer atakuja na ni customer alikuwa na vibe poa kabisa, lakini wewe hautamdismiss, utamwambia tu ile tu unashinda kurudi, unamwambia tu ile tu ni msafu aende. Mimi sijafika hapo, na maanisha kuna watu wanakuanga na unajua, unaona meditation na exercise kama hizi za asubuhi unafanya asubuhi zinakuanga poa sana, watu wajui ziko underrated. Juu zinakusaidia na release negative energies na tension like me asubuhi nikiamka asubuhi nisembelea nataka kuchapa la kundi, niende kwa field nichape la kundi, nikirudi kwa nyumba na feel a different kind of energy poa. Una feel umefunguka hata hiyo ukianza kuinteract na watu una feel uko na space ya kuaccommodate. Exactly, nimemserve vile amekuja, like feel ni kama nimemserve vizuri kweli, kuna kitu nimekosa kufanya. Wewe mwenyewe unajua uko yourself exactly. Lakini watu wana ignore sana, watu wana ignore hivi kufanya na nenga mwanamke asubuhi kukimbia, yeye anakimbia kienda wapi? Akienda wapi? Kimbia kwa nini na kwa barabara but I think kuna watu wenye unajua watu wanakuwa na different moods za ku relieve tension na nini. Kuna mtu mwingine they don't necessarily have to run, though in as much as it's very important. Kuna mtu mwenye they watch something, maybe anaamka kuna kitu na watch yenye inampea positive vibes. Kuna mwingine anaamka anasoma a chapter or two of an interesting book ama their favorite book. Yani inalingana, inalingana na nini, na mtu vile yako. Mwingine anajuanga akiamka asubuhi this is what they have for breakfast, atakuwa na I think it's in the mind. Watu saa zingine napanga pia uchovu sometimes. Uchovu ina contribute as much as pia mind iko pia, unaona uchovu ya mwili saa zingine pia ina contribute na feel you just want to relax. You don't want to be around people, relax. But either way kila mtu unafaa ujue wewe mwenyewe ni aje unaweza fanya hivi when you're tired, ni aje unaweza fanya uweze kushinda na watu vizuri hiyo siku bila kusumbana na watu. Basically we are energies that can receive and we are energies that can repel. So ni wewe ujue uko kwa mood gani hiyo masaa, and what can you do ndio uko vile unataka kukua. Kuna wakati unakuaga kwa situation yenye una receive, unajua uko open, una receive, na kuna wakati kuna energies zenye ni za kufukuza. So ni wewe ujue unafaa una recognize your own energy and your own spirit, ndio ujue leo though it's rahisi kumiss. Si rahisi kumiss, utajua tu wakati wenye uko off. Sasa ni wewe ujue ni nini ndo nafanyaga ndio nakuwa niko ina watch, niko ina situation yenye naweza accommodate watu na energy nyingine nzuri, na naweza attract vitu nzuri. Sasa unaona kama sisi wanawake saa yenye uko kwa pili, kwa nini unashangaa
month yenye unaweza kuwa yani wewe tu umerelax, uko tu sawa, hauna story nyingi, lakini kuna nyingine inaweza fika na yani hiyo imbalance imefanya unataka kutulia tu, ukisumbuliwa kwa story na watu wakati sasa nikasikia mtu story ile tu unataka ile time tu ni wewe na space yako, hizo siku ziishe urudi kuwa normal. But still even in that moment unafaa kulearn kujua vile unafaa kuhandle watu. So anyway that was it for today. Hata kwanza tufanye kazi kwanza kwa hiyo session nyingine. But it's okay. It is how it is. Thank you so much for joining. Wenye hawajafollow na wana watch, please follow. Username yangu TikTok ni Mukami and then there's a rose flower. Mukami rose flower. Ni follow. Hata sistangu mfollow. Nataka wakufollow ndio uweze ni nini? Unataka kufollow? Mimi sijasema sasa. Si unataka wanifollow wote by the way. Nini wote ni follow ndio tuweze kuingia live. Ndio na lazima ifike. Kuna vitu vingine sikuwa najua. Mimi huko na amount ya followers ndio ingie live. So mfollow guys. Live ya wapi? Sana. Ya TikTok. Ama unaongea kuhusu TikTok? Yes. Wani niko TikTok. Wani nini? Wani follow TikTok. Naitwa TikTok. Kez. Mtaniona hapo nikiuza vitunguu. Kez. KEZ. Niko hapo. Ndio. Na pia mimi follow. Na kwa hii channel ni follow. Watakufollow. Tutapatana kesho ama kwa hiyo video nyingine. Yeah. Majaliwa. Inshallah. Tutapatana. Until then, bye. We love you.